Niombe sasa World Renew, wadau wetu, washirika wenza, karibu Salome Kisenge. Karibu sana. Makofi jamani. Asante sana katibu AICT Diocese ya Geita, baba askofu na mwenyekiti wa diocese, mwenyekiti wa sinodi hii ya 33, msaidizi wa baba askofu, katibu, wajumbe baraza la utendaji, wachungaji wastaafu, viongozi wa mashirika wenza, viongozi wa serikali, wachungaji wote ambao tumo humu ndani, mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee kabisa ninamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kuweza kunipa kibali na nafasi ya kushiriki katika mkutano huu muhimu sana. Na kwa niaba yangu mimi binafsi, kama nilivyotambulishwa, ninaitwa Mama Salome Kisenge, ni mratibu wa miradi kutoka World Renew Tanzania, na nimekuja hapa kwa niaba ya mkurugenzi mkazi wa World Renew Tanzania, Mr. Frederick Urembo, ambaye ilikuwa awe nasi hapa mahala hapa siku ya leo, lakini ameomba udhuru kwako baba askofu, katibu na baba msaidizi wa askofu, kwa sababu ameshindwa kufika kutokana na mwingiliano wa ratiba. Kwa hiyo niko hapa nikiwakilisha World Renew Tanzania, na tumejisikia heshima sana kuweza kupewa nafasi hii ya kushiriki katika jambo hili muhimu sana kwa diocese, na tumefurahi sana kuwa sehemu ya familia hii, kwa kuwa tumekuwa pamoja kwa muda mrefu kama marafiki, kama washirika, kwa kuendeleza kazi na majukumu mbalimbali ambayo Mungu ametukirimia kutumika shambani mwake. Kwa diocese ya Geita, World Renew Tanzania ina historia ndefu ya zaidi ya miaka 20. Tumekuwa katika huduma pamoja, tukisaidia kazi ya Mungu kusonga mbele. Na sisi kama World Renew Tanzania, kwenye nembo yetu ama logo yetu inazungumza mambo matatu ambayo kwa Kiingereza inasema living justice, loving mercy, serving Christ. Na hii inatoka katika kitabu cha kitakatifu cha Mungu kwenye Mika 6 mstari wa 8, ambao nitausoma kwa haraka. Unasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kwa hiyo tunaongozwa na hili neno pia kwenye huduma zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa dakika nilizonazo ni chache, napenda kusema kwa ufupi tu, ili kuweka utambulisho wote tuweze kufahamu vizuri kuhusu World Renew, hata wale ambao hatujafahamu vizuri. World Renew ni shirika la Kikristo la kushughulikia majanga, maendeleo na haki kwa misingi ya upendo, kuishi, haki na huruma ulimwenguni. Na World Renew pia inafanya kazi katika nchi zisizopungua 30 ulimwenguni, kusaidia jamii kupona katika majanga mbalimbali, kupambana na umaskini na kutambua upendo wa Mungu kwao, kujitambua uwezo walionao, wao ni nani, wana nini kwenye jamii zao, wana rasilimali gani, ili kuleta mabadiliko chanya na kuhuisha ama kufanya upya maisha yao sawasawa na makusudi ya Mungu kwenye maisha yao. Kwa hivyo basi, kwa kuona hilo, World Renew inafanya jitihada za kuboresha afya, elimu ya watu wazima, kuongeza kipato na uzalishaji wa haraka, na vile vile kupandikiza ama kupanda makanisa pamoja na masuala ya uongozi. Na World Renew inafanya kazi na mashirika wenza au makanisa kama tulivyosikia, kwa
kuchangia juhudi na jitihada mbalimbali za kuleta urejesho katika jamii ambazo zimeathirika na majanga na kusaidia makanisa na watu kutambua umuhimu wa kuiishi haki, kupenda rehema katika maisha yao wenyewe, kuja kwa umoja na kuweza kusukuma gurudumu lao la maendeleo mbele. Na labda niseme pia kwa sisi World Renew, kwa hapa Tanzania ofisi yetu ya makao makuu ipo Mwanza, na kwa Afrika Mashariki tupo Tanzania, Uganda na Kenya, na makao makuu yetu kiulimwengu yapo Canada na Marekani. Na kwa hapa Tanzania World Renew tunafanya kazi na makanisa ya AICT ikiwemo Diocese ya Geita, lakini pia na Diocese ya Tabora pamoja na Diocese ya Mara na Ukerewe, na pia huko nyuma tumekuwa na Diocese ya Shinyanga, tumefanya nao kazi na Diocese ya Mwanza pia. Na lengo letu kuu ni kujenga ulimwengu ambapo watu wanafanya kazi kwa pamoja kwa matendo ya haki na huruma ndani ya jamii yao na ulimwenguni kote. Kwa kuwa World Renew inaamini kuwa makanisa ya nchini, makanisa wanatakiwa kuwa ndio chachu, kuwa kwenye kiini cha moyo wa mabadiliko katika jamii, kwa sababu makanisa yana mizizi yake kwenye jamii. Kwa hiyo ni rahisi kufikia wanajamii kwa yale ambayo tunayafanya na ambayo tumeyasikia mambo mazuri mengi ambayo diocese inayafanya nchini. Tumesikia wote kwenye sekta za elimu, sekta ya afya, sekta za kiuchumi na upande wa kiroho. Manake tuangalie jambo moja tu, material things, lakini mkono mmoja ni kuhakikisha kwamba injili ya Mungu inaenda mbele na upande mwingine ni huduma za jamii. Kwa hiyo katika zile jitihada ambazo tayari diocese inazifanya, na sisi tumeingia hapo kuongezea nguvu kidogo. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa huduma yenu njema, na tunashukuru sana kwa kupata fursa pia ya kufanya kazi katika diocese kama hii. Mungu awabariki sana. Na ndio maana pale inapowezekana sasa World Renew kwa kile ambacho tunaweza kwa pamoja tunafanya na makanisa na mashirika mbalimbali ulimwenguni ili kutekeleza huduma yake. Na tukirudi kwenye safari ya mashirikiano sasa, ama ubia wa World Renew na Diocese ya Geita, tulianza mashirikiano yetu ama urafiki wetu tangu mwaka 1997, ni zaidi ya miaka 20, na tulianza kama sehemu ya capacity building kidogo kidogo, na tuseme tangu 1993 ambapo World Renew iliundwa. Kwa hiyo imeendelea kufanya kazi na diocese katika maeneo mbalimbali, yakiwemo maeneo ya kuendeleza shughuli mbalimbali za kilimo hifadhi, kuhakikisha kuna uhakika wa chakula na ufikiwaji wa chakula kwa wakulima na kaya mbalimbali kwenye jamii yetu. Lakini pia kama World Renew tumekuwa tukiendesha ama kusaidiana na washirika wenza kwenye maeneo ya afya, sekta ya afya, ili kuhakikisha kwamba wanajamii wanaweza kufikia huduma za afya bora na kuweza kuboresha maisha yao, hususan kwenye eneo la afya ya mama na mtoto. Lakini pia tumekuwa na miradi mingine kwenye eneo la peace and justice, kwa maana ya kwamba haki na amani, na hilo ni eneo jipya kwa sisi, tumeingia kwenye hiyo nyanja pia. Na vile vile kwenye masuala ya majanga, World Renew imekuwa ikisaidiana na jamii pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo pale ambapo yanatokea majanga ya ghafla, kama labda mafuriko, watu wa Mungu wakaathirika, pengine matetemeko na vita kama hivyo. World Renew imekuwa ikiunganisha jitihada zilizopo kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo na kuweka mchango wake hapo. Na kwa upande wa Diocese ya Geita, miradi ambayo inatekelezwa kwa sasa kwa kushirikiana na World Renew
ni kama mitatu, mingine imekwisha kamilishwa muda wake, imefanyika zaidi ya miaka 5-6. Lakini wa kwanza ni mradi wa kilimo hifadhi ambao unatoa elimu kwa wakulima wetu, kwa kaya zetu mbalimbali, kwa vijana na wale ambao wapo katika maeneo ambayo dayosisi inafanya kazi. Mradi huu ni wa miaka 5, ulianza tangu 2020 hadi 26, ukiwa ni awamu ya pili, lakini awamu ya kwanza ilishafanyika kama miaka 5 iliyopita. Kuanzia mwaka 2015 hadi 2020 ni jamii nyingi zimefikiwa na hii elimu. Ukipita pia huko kwenye taarifa za dayosisi utakuta pia kuna maboresho mengi ambayo yamefanyika kwa ajili ya uzalishaji wa chakula kama kaya, kama wilaya, na kuchangia pia kwenye mkoa na taifa kwa ujumla. Ni zaidi ya miaka 10 na bajeti yake overall ni zaidi ya bilioni 1,758,181 na 194. Kwa hiyo imeendelea kufanyika, na pia tunamshukuru Mungu kwa kuwa tuko mwaka wa mwisho sasa, lakini ikimpendeza Mungu tutaendelea tena mwakani mwezi wa 8 kuendelea na program hii ya kilimo kuhakikisha uhakika wa chakula kuanzia mwakani mwezi wa 8, na wenyewe ukiwa si chini ya bilioni 1.9. Na upande wa mradi mwingine ambao tumefanya kwa kushirikiana na dayosisi ni kuboresha afya ya mama na mtoto. Mradi huu pia ni wa miaka 4, tuko mwaka wa mwisho. Tumeanza pamoja tangu 2022 hadi 26, mwakani mwezi wa 6 mwishoni ndipo tutamaliza, na wenyewe bajeti yake si chini ya milioni 200 kwa kipindi chote. Lakini pia tuna mradi mwingine wa kuendesha klabu za vijana, youth running clubs, kwa ajili ya kuwapa mafunzo mbalimbali ya stadi za maisha, kujitambua wao ni nani, kujiamini, kuweza kujua wana nini, wanaweza kufanya nini, nini kinawazunguka, lakini kumjua Mungu na kujua kwamba wao wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na waweze kujua stadi mbalimbali za kuwawezesha kwenye kusukuma maisha yao wanapomaliza pia shule zao. Na hii imeendelea kufanyika kwenye maeneo yetu ambayo dayosisi inafanya kwa kushirikiana na makanisa. Wale ambao wanao mradi huu wanafahamu ni nini pia kinachoendelea kule. Lakini tulikuwa na miaka 4 ya hapo nyuma, kuanzia 2020 hadi 24, fezi ya kwanza, awamu ya kwanza ikamalizika Disemba 2024, na awamu ya pili Mungu alitubariki akatupa tena miaka 5 mingine ambayo ndio tumeanza sasa kama mwaka wa kwanza awamu ya pili. Tunaendelea kutekeleza huu mradi hapa Geita, lakini pia huko kwenye dayosisi ya Mara. Kwa tunamshukuru Mungu sana kwa hii baraka yake, na tunaendelea kurenew kila mwaka. Tunaweka andiko tunapata, lakini kwa miaka 5 ni kama milioni 285, lakini kwa mwaka ni kama milioni 57. Ndizo ambazo tunachangia jitihada za dayosisi. Miradi mingine midogo ambayo ilikuwa ni uhusiano wa ushirikiano wa makanisa yaliyopo Canada, Marekani na huku, wamekuwa pia wale wapendwa wenzetu walioko kule, waamini wa kule, wakitoa rasilimali zao ama sadaka zao kuchangia kwenye huduma za makanisa na makanisa kama Truth Centered Transformation na Church to Church. Ni miradi midogo lakini imekuwa ikienda moja kwa moja kwenye makanisa kwa ajili ya kutoa mafunzo mbalimbali, elimu mbalimbali, utaalamu mbalimbali kwenye kuweza kutambua ni nini walichonacho, ni nini wanataka kufanya kwenye kujikwamua kiuchumi. Mfano kwenye mafunzo ya ufugaji wa kuku, bustani ndogo, labda mafunzo ya kuweka na kukopa, usimamizi wa fedha na mambo kama hayo. Na tumepata shuhuda nyingi ambazo zimeendelea kuonyesha na mabadiliko katika jamii zao. Na kama walivyozungumza wenzangu waliopita kwamba tukikaa vizuri kiuchumi, hata pia tutamtolea Mungu zaidi, hata matoleo yetu yataongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaweza kumtii Mungu tunapoambiwa tuweke sadaka, tuweke fungu la 10 kwa vile ambavyo Mungu ametujalia. Kwa hiyo hili nalo tunashukuru sana Mungu kwa haya mashirikiano ya makanisa yameendelea vizuri sana, na tumeendelea kupata ushirikiano mzuri mno kuliko kwa wachungaji
walioko kwenye hayo makanisa, kwenye hizo pastorates, kwenye maeneo mbalimbali. Tunawashukuru sana sana. Na hivi karibuni pia tumetoka tu kuzindua hapa mradi mwingine niliosema huko chini ya idara ya haki na amani, Peace and Justice, na wenyewe tuliweza kwenda kuzindua tu hivi karibuni, ambao tunafanya sasa na Diocese ya Geita, lakini pia na Diocese ya Tabora wamo, na huu unalenga katika kutoa elimu kwa jamii, kuona ubaya ama shida ama majanga ambayo watoto vijana wetu wanapata katika swala zima la usafirishaji haramu wa binadamu, aidha kutoka maeneo yao ya vijijini, kutoka wilaya kwenda wilaya nyingine, mkoa nyingine, wakati mwingine hata nje ya nchi, na kule wakidondokea mikono mizuri inakuwa salama kwao, lakini wanapodondokea mikono miovu wanakutwa na majanga, unyanyasaji, udhalilishaji na hata kupoteza maisha wakati mwingine. Kwa hiyo tunashukuru Mungu sana. Huu pia utatoa elimu kwa jamii zetu, wazazi, walezi, ili lakini pia kuamua kwenye uchumi, kuweza kuona namna gani, ni vitu gani na fursa gani kutambua zilizopo, waweze kuzifanyia kazi na kuboresha maisha kwenye kaya zao, kwa sababu wale wanaondoka kutokana na hali duni za familia, hakuna chakula, maisha hayaeleweki, hawana tumaini. Kwa hiyo tupo pamoja na Diocese kwa ajili ya kuleta tumaini, kurudisha lile tumaini kwa wale wanaotuzunguka. Na kwa mwaka ni makisia kama milioni 500 ambazo tumeweza kuwa tukiziweka kwa Diocese ya Geita. Kwa hiyo kwa hayo machache niseme kwamba bado tupo pamoja, bado tunaendelea kusukuma hili gurudumu, lakini tuzidi kumwomba Mungu atupe uzima, atupe afya, ili tuweze kuitenda kazi yake kwa kadri ambavyo ametukirimia. Kwa kuwa mtu mmoja peke yako huwezi, tutumie karama zetu, huduma na vipawa ambavyo Mungu ametupa, ili tuweze kusaidiana na kutiana moyo katika kusogeza kazi ya Mungu mbele. Asanteni sana kwa